Hiyo text tumia polisi wakupatie security. Wewe niambia mambo ya biashara saa hizi wakati watu wanakufa, wakati moto inaendelea kuchamuka. Badala ya kuniambia tuobeja, afadhali huyo amesema anijoin. Afadhali huyo. Wewe unanitumia simu yangu ati Apostle, naomba nikubuke biashara yangu imeenda chini na kama una kitu unitumie. Wewe mtu mkigumu, wewe mtu mjinga sana. Tafuta watu kama wewe ni mshirika wangu hama. Hata una hama wapi na kanisa zilifungwa. Wewe si mshirika wangu mimi. Wewe ni mshirika wa corona. Wewe sikuniambia sasa hivi mimi niko hapa mwenyewe msituni huko. Sikia vile ninakohoa. Hii upepo ni anga ingine, si anga mimi nakuaga. Na kutoka usiku mpaka inani affect. I'm 67 years. Uniambie ni kwa biashara na watu wanakufa. Wewe mtu mjinga sana wewe. Kama wewe ni mshirika kanisa zikifunguliwa usikuje. Hata sitakuja hizo kanisa zenyu. Niliwaambia ni vioski. Na zimefungwa. Hii ni wakati wa kila mtu kutafuta ni kitu gani tumekosea Mungu. Weka biashara kando, itaisha tu yenyewe. Ni watu kuja kutafuta Mungu. Ni kitu gani Mungu tumekosa? Mpaka watoto wamekosa masomo. Mpaka watoto wamekosa masomo. Watoto wamekosa masomo. Na si watoto wenye makosa, ni sisi wazazi, sababu watoto hawajafika kiwango ya kuongea na Mungu. Ni sisi wazazi. Sisi ndio tumekosea Mungu. Ni sisi wahubiri. Kwa nini tumefikia kiwango ya kanisa kutukanwa, ifugwe siku moja na kiozi na mochari? Tumekufanyia nini Mungu? Mungu tumekosa. Kwa nini kanisa ikifugwa siku tofauti is another case? Lakini kanisa inafugwa na kioski siku moja na bar one day. Well, there is nowhere you guys you can boost yourself. No. Hakuna mahali unaweza kujibusi wewe mwenyewe. Either wewe ni pastor, either wewe ni nani, either wewe ni Christian. Kwa nini matusi hii imeenda? Ni kweli Mungu ataonekana, lakini it is so sad. Ati saa hizi wewe unataka kuniambia mimi ni tuobe biashara yako. Na hatujui wewe ndio unaweza kuwa umeletea watu corona. Sasa huyu mtu ni rafiki ya Mungu sana, Daudi. Lakini sasa hataki mchezo. Anamwambia Mungu sasa, mimi ndio mwenye dhambi. Mama yangu ni mwenye dhambi. Na mimi nimekukosea wewe peke yako. Niondolee hii dhambi. Dhambi iwezi kuondoka kwa sababu ya sanitizer. Haiwezi kuondoka kwa sababu ya hiyo mask inawekwa kwa mdomo. Haiwezi. Itaondoka hapo, itaenda mahali kingine. Take my word. Take my word. Mimi ni professor wa spiritual matters. Na wale watu wa physical matters munitazame. Mimi ni professor. Mimi ni CS wa spiritual matters. I can tell you the cause of this and I can tell you how this can end. I can tell you, hii ukitaka iishe, piga magoti, tubu, mwambie Mungu hivi na hivi na hivi na hivi, itaondoka. Maana hata ukaiponya hapa inaendaga pale. It keep going round. Si kitu ya tunafikiri itoke China iende all over the world. Si kitu kidogo unafikiria hivyo. Ni kitu inapata barua. Kama ni Mungu anachapa. Maana mimi Mungu aliniambia kitu itakuja kichapo. Upande moja ni kuinua, upande moja ni kuchapa. Sasa ngojea ikiisha, kuna watu Mungu atainua kutoka Kenya, wataenda ulimwengu mzima. Hapa wataenda kupeleka huyu Mungu. Sababu Mungu ataonekana hapa Kenya. Hapa Kenya Mungu ataonekana hapa. Wewe ngojea uone. Hapa Mungu ametengeneza kitu ambacho kitatoka hapa, nilikwambia. Kitaenda, ni moto inaenda. Vile Obama alizaliwa, baba yake ni wa kutoka hapa. Akaenda Amerika. Akaenda akazaa mtoto huko. Mtoto akaitwa Obama, akawa mtawala wa Amerika. Kisasi kimoja tu. Sasa kitu Mungu atafanya. Hii Kenya unaiona. Watatoka watu hapa, wataenda ulimwengu mzima. Take my word. Na ukae na hiyo neno niulize.
Lakini ndio hiyo ifike, Daudi anaona kuna kitu kimeleta kifo. Hebu tuende katika Psalms 22 19 to 23. Lazima tujue kuongea na Mungu. Na what is now, tunaombea nini sasa? Saa hizi si saa ya biashara, saa hizi si saa ya marriage. Kuna mwingine nataka ameniambia ati ako na mchuba, kwenda kafanyie harusi polisi. Tiako na mchuba, sasa anashindwa vile atafanya. Unaniuliza mambo ya mchuba? Eda uvugia harusi polisi. Eda polisi inspector atakufunganisha harusi.